ya Ufunuo wa Yohana 10 mstari wake ni wa kwanza. Ufunuo wa Yohana ndio kitabu pia Pastor Jebet ameweza kusoma. Ni kitabu iliandikwa na nabii Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Yohana ule ambaye anajulikana kama John of the Patmos. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ama John the Apostle. Bwana Yesu asifiwe. Na kulingana na Biblia ama kulingana na vile nimesomea hiyo ni theology ya Bible. Bwana Yesu asifiwe. Inasema ya kwamba huyo Yohana alikuwa mmoja wa wanafunzi wa Yesu 12 na he was the youngest. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anapenda Yesu sana. Alikuwa brother ya James. Bwana Yesu asifiwe. Na ni yeye huyo Yohana alipenda Yesu sana. Yeye ndiye alibaki wakati Yesu alisulubiwa. Wakati Yesu alisulubiwa msalabani, yeye ndiye alibaki pale kwa wanafunzi wote. Yeye ndiye alibaki pale. Bwana Yesu asifiwe. Na akiwa amebaki pale, Yesu aliweza kumwambia take care ya mama yake huyo Yohana. Bwana Yesu asifiwe. So ndio tunampata akiwa katika hii kitabu ya Ufunuo wa Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Inasema aje hiyo kitabu? Ufunuo wa Yohana 10 mstari wa kwanza inasema, kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni. Amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Bwana Yesu asifiwe. Kulishuka malaika mkubwa mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Juu ya kichwa chake alikuwa amefanya nini? David rudia. Na upinde wa mvua. Upinde wa mvua ulikuwa juu ya kichwa chake. Bwana Yesu asifiwe. Naonanga kuna hiyo kitambaa niko nayo, iko na hizo rangi kama hizo za rainbow. Bwana Yesu asifiwe. Na nafikiri tuko na hiyo mlango siku gani? Hii Sunday usikose. Hii Sunday ingia. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tumesoma hii neno ya hii malaika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ibu ingia hii Sunday. Si ajabu upate wewe ndio utahudumiwa, faili yako inashuka yote. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ingia hiyo siku ya agano. Amen. Kwa hivyo alikuwa malaika mkubwa. Wakati wowote tunaombanga hapa, unapata manabii wa jicho wanasema nimeona rainbow. Rainbow iko juu ya kiti cha enzi cha Mungu. Kiti cha enzi, kama hii ndio kiti ya enzi, juu ya hiyo kiti imezungukwa na rainbow. Na rainbow kiroho inaonyesha utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mnaomba ama wakati wowote unaomba, uonyeshwe rainbow. Mungu anakuambia maombi ambao muomba imefika mbele za kiti cha enzi cha Mungu. Huyu malaika alitoka na message kutoka kwa kiti cha enzi cha Mungu. Hiyo upinde ilikuwa juu ya huyu malaika, hiyo upinde wa mvua. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema alikuwa malaika mwenye nguvu sana. Kiwango wakati alishuka, alikanyanga mguu mmoja baharini na mguu ingine alikanyanga nchi kavu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha ndio ashuke. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unaona leo watu wameona sana crocodile. Si hizo ni mavitu ya baharini. Bwana Yesu asifiwe. Ni vitu zinakaa wapi? Kwa bahari. Amen. Ndio ule malaika ashuke, ana nguvu baharini na ana nguvu kwa nchi kavu na pia kwa anga. Kwa sababu Biblia inasema huyu malaika alikuwa ameinua, nafikiri alikuwa ameinua mkono ikielekea mbinguni. Hebu tusomee David tuone inasemaje hapa. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume
kuume juu ya bahari. Aliweka mguu wa kuume juu ya bahari. Bwana Yesu asifiwe. Na mguu nao wa kushoto juu ya nchi. Wa kushoto akaweka juu ya nchi. Hapo amekamata pande zote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nchi kavu, kwa bahari na kwa anga. Na hiyo kitabu, hiyo mkono yake, naye akalia na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari, nao wa kushoto juu ya nchi. Naye akalia kwa sauti kuu, kama simba angurumavyo. Alipolia, zile ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Hata ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, nalikuwa tayari kuandika. Nami nalisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri maneno hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo 7. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Huyo malaika kuna ujumbe alikuwa analeta ndani ya Yohana, nabii Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akasema yatie muhuri. Hebu endelea. Yatie maneno haya yaliyonenwa na hizo ngurumo 7 usiandike. Na yule malaika niliyemwona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi, akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni. Alikamata pia anga. Aliinua mkono wake kuelekea wapi? Unajua kuna maroho ya angani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maroho ya baharini na kuna ile ya nchi kavu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna maroho ile ya angani. Kwanza ukitumiwa ya angani, kuna watu hapo wako na vipawa ya kupaa. Wakati wanapigana na kuna vile adui anapigana nao, wanapata hiyo, wanapewa hiyo mabawa kama tai. Wanafanya nini? Wanapaa. Sasa ukipatana na roho ya angani yenye pia iko na uwezo ya kupaa, inakuwa vita ingine kali sana. Bwana Yesu asifiwe. Haya, alipoinua akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele. Yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya haya. Hapata kuwa na wakati baada ya haya. Endelea Dafi. Isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa 7, atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa. Kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii. Tuendelee. Sauti ile niliyoisikia kutoka mbinguni ilinena nami tena ikisema, enenda ukakitwae kile kitabu kilichofunguliwa katika mkono wa yule malaika aliyesimama juu ya bahari na juu ya nchi. Nikamwendea malaika yule, nikamwambia kwamba anipe kile kitabu kidogo. Akaniambia, kitwae ukile, nacho kitakutia uchungu tumboni mwako. Kitwae ukile, nacho kitakutia uchungu tumboni mwako. Na nyingine? Kuna mahali inasema kwa kinywa kitakuwa kitamu. Bali katika kinywa chako kitakuwa kitamu kama asali. Katika kinywa kitakuwa kitamu kama asali, lakini katika tumbo kitakuwa kichungu. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa inaongea kuhusu watumishi. Bwana Yesu asifiwe. Huyo malaika alikuwa anaongea kuhusu huduma. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna vile wanapatiwa kazi na Mungu, inaonekana machoni pa watu kuwa mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa undani iko na machungu mengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Na waambia kazi ya Mungu si rahisi vile unafikiria. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu
ni mambo mengi sana wanapitia. Msikuwe mnawaona tu hivyo hata huko nje. Bwana Yesu asifiwe. Wanapitia mambo mengi sana. Haleluya. Ndio wako na hiyo huduma ndani yao, lakini kuna mambo mengi sana wanapitia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hiyo unaona walikuwa naambiwa itakuwa tamu kwa mdomo, lakini katika tumbo kitakuwa uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ukweli, muda ambayo nimefanyia Mungu kazi nimejua. Haleluya. Ndio ujumbe ambao Mungu aliongelesha wanafunzi wake, akawaambia watakuwa kama ndege wa angani, hawakuli, hawalimi, hawapandi. Hiyo sasa ndio zile maasali tunapata. Bwana Yesu asifiwe. Hawafanyi nini? Hawalimi, hawapandi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna yale yenye wanapitia. Haleluya. Wamepatiwa nguvu. Watumishi wa Mungu wamepatiwa nguvu ya kukemea kwa bahari na kwa nchi kavu. Bwana Yesu asifiwe. Wamepatiwa nguvu ya kufanya hiyo kazi kwa hiyo anga, hata kwa anga. Haleluya. Lakini kuna machungu ambayo wanapitia. Kitakuwa kichungu katika tumbo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo ambayo wanapitia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu angalia Ezekieli 2 kuanzia mstari wa kwanza. Uone hapo tena Mungu kuna vile alikuwa anamtuma Ezekieli. Na wapatia tu hii neno kwa ajili tu ya nyinyi kujua huduma inakaa aje. Na kama uko hapa na wewe ndani yako uko na huduma, ukiona yani kukuprepare kwa ajili ya hiyo huduma, na pia kufanya uweze kuheshimu wale wenye wamebeba huduma. Hawafanyi kazi rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Wanafanya kazi ngumu, wanajitolea, na ndio unakuja unapata wanapofanya makosa, Mungu baadaye anafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Anawapiga. Amen. Kuna nabii aliona kitu kama fimbo. Alikuwa nani? Kuna nabii aliona fimbo. Leo hii, Bwana Yesu asifiwe, hiyo inakuja baada ya wale watu wa kukosa kuheshimu watumishi wa Mungu, na wamechaguliwa na Mungu kufanya kazi ya Mungu, na wamebeba kazi kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu angalia kitu kama hii yenye imefanyika. Haleluya. Huyu mwanadada alikuja, nikamuuliza uko na simu? Hapana. Ambapo angekuwa na simu, hata ningemtumia pesa zaidi ya ile pesa yenye nilimpea. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia hapana, ile cash yenye nilikuwa nayo nikampea. Lakini bado anaweza ongea vibaya. Hiyo kitu ikikufikia wewe ukiwa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Wakati hiyo kitu inakufikia wewe ukiwa mchungaji, haleluya, haikufikii vizuri, kwa sababu you are ready to support this person, lakini kuna vile anakuuma kwa mgongo. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ni mbaya sana, ndio hiyo unaona Mungu alipatia huyu Yohana, Bwana Yesu asifiwe, hicho kitabu, akamwambia kwa mdomo ni kitamu, lakini kikifika kwa tumbo ni kichungu. Bwana Yesu asifiwe. Hao watumishi mnaona wanasimama, wakisimama wakiwa wanawahubiria, hata wewe mwenye uko hapo unatamani ukue kama hao. Amen. Unatamani na wewe upate hiyo nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Unatamani upate hiyo nafasi uweze na wewe kumtumikia Mungu. Lakini kama unaweza funuliwa tu kidogo, wanapitia mangapi ndio waweze kukufikishia ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Wanapitia makubwa sana. Haleluya. Ezekieli inasemaje?
akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako nami na ukiwa mtumishi wa Mungu, usiposimama kwa miguu yako, I'm telling you, wewe unashindanga tu umeanguka na fulani tu, umeanguka na fulani. Usiku mtu amekula nyama ya nguruwe na wewe ujui, umekuwa tu kwake hivi, anakuambukiza hiyo maroho. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukukula nyama ya nguruwe, lakini alikula akakula mpaka hiyo mafuta yake. Hata hiyo mafuta amekamua, ako nayo kwa kachupa kwa mlango pale juu. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe kuna vile Mungu anakutaka. Amen. Sasa wewe unaanguka tu na huyu. Na wewe ujui jana alikula nguruwe. Unaanguka tu na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kwa sababu Mungu aliambia Ezekieli, mwanadamu, simama kwa miguu yako na mimi nitasema na wewe. Kama unaona hii kitu yenye nimewaambia ya kwanza, wakati Mungu aliniongelesha mara ya kwanza, alinitenga na hao watu. Lazima Mungu akutenge. Amen. Lazima Mungu akutenge ndio apande kitu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sasa akuandae kwa ajili ya huduma. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lazima Mungu akutenge. Haleluya. Simama kwa miguu yako. Wakati utaanza kuona maono, wewe ndani yako uko na huduma, unafanyia Mungu kazi. Wakati utaanza kuona kuna vile unakaa kama kutengwa. Haleluya. Ama wakati wote uko kwa kikundi fulani, kuna kitu inakuambia toka hapa. You don't belong here. Bwana Yesu asifiwe. Wakati uko tu na watu kwa kikundi, kitu inakuambia tu you don't belong here. Toka hapa, toka hapa, toka hapa. Kitu inakusukuma tu toka. Ukae ukijua Mungu akutaki na watu. Tujue mahali popote kuna watu wamekusanyika, lazima kuna kitu haitaenda mzuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haya. Akamwambia aje? Endelea David. Aliposema nami, roho ikaniingia, ikanisimamisha, nikamsikia yeye aliyesema nami. Nilimsikia yeye aliyesema nami. Ezekieli alimsikia. Bwana Yesu asifiwe. Akasema aje David? Twende. Akaniambia, na kutuma kwa wana wa Israeli. Hiyo kitabu naipenda sana, kwa sababu kama wewe ni mtumishi inakutia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Inakuambia hao watu wenye nakutuma kwao ni vichwa ngumu na ni watu wenye wamekauka macho. Waluya wanasema vako rashini vayo maimoni wakaweza hatabari. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamekauka macho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mataifa wanaoasi, walioniasi mimi, wameasi mpaka Mungu, wewe ndio utakosa kukuhasi. Kama wameasi Mungu, wewe ndio watakosa kukuhasi. Wao na baba zao wamekosa juu yangu. Kwanza wali inherit from their fathers. Bwana Yesu asifiwe. Naam, hata hivi leo. Na wana hao wana nyuso zisizo na haya na au ananga haya. Mtu anakukosea na anakuangalia vitu kwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Anakukosea tu na anakuangalia vitu kwa macho. Ana haya. Umemhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye anakuja hata anakudanganya tu kwa macho na anakuambia sikudanganyiku. Haleluya. Yaani kuna amekauka tu. Hata aogopi Mungu anamuona. Bwana Yesu asifiwe. Na mioyo yao ni migumu. Ezekieli alikuwa anaambiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kutuma kwa watu
wenye wameniasi, watu vichwa ngumu, wako na macho imekauka, mioyo yao ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakutuma kwa hao, nawe utaambia Bwana Mungu asema hivi. Utawaambia jinsi vile Bwana anasema. Nao kwamba watasikia au kwamba hawataki kusikia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba watasikia au kwamba hawataki kusikia. Maana ndiyo nyumba ya kuasi hao. Bwana Yesu asifiwe. Hata hivyo watajua ya kuwa nabii amekuwa miongoni mwao. Imagine, bado watajua baada ya Ezekieli kuwaongelesha, watajua nabii amekuwa hapa, lakini bado jua na kwamba wamekauka macho, wataendelea tu kukauka. Bwana Yesu asifiwe. Haya, hiyo ingine nasemaje? Na wewe mwanadamu usiwaogope hao, wala usiyaogope maneno yao. Mungu alijua watu wako na maneno kali. Mtu anaweza kukuambia kijambo hivi mpaka uende ujifikirie kama uliitwa ama ukuitwa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaweza kukuambia kitu mpaka ukae chini uanze kuona kama Mungu alikuwa anakosea kukuchagua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu anaonekana ni kama yeye ndio anaelewa hii maneno ya wokovu sana, na anaelewa hii maneno ya watumishi kuchaguliwa kuliko hata Mungu. Atakwambia jambo moja. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kwa sababu Mungu aliambia Ezekieli, wala usiyaogope maneno yao, ijapokuwa miiba na michongoma i pamoja nawe. Sisi watumishi, Bwana Yesu asifiwe, miiba na michongoma iko tu pamoja na sisi. Miiba na michongoma i pamoja nawe, nawe unakaa katikati ya ngee. Bwana Yesu asifiwe. Usiyaogope maneno yao, wala usifadhaike kwa sababu ya nyuso zao, wajapokuwa ni nyumba yenye kuasi. Yani watu, na wacheni niwaambie, watu wako na uwezo ya kujua huyu ni mtumishi wa Mungu wa ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Na hata baada ya kujua, bado tu wanamdhalilisha. Kazi ya kupigana na watu wa Mungu achana nayo, wapa kwa mafuta ni wateule, vita vyao ni Mungu mwenyewe na wapigania. Wamezungukwa na moto, cheza mbali nao. Bwana Yesu asifiwe. Yani tutafutie Steve. Yani hao watu wanajua kabisa huyo mtumishi ameitwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakosi maneno. Ndio hiyo Ezekieli. Bwana Yesu asifiwe. Ezekieli alikuwa anaambiwa na Mungu. Amen. Nawe utawaambia maneno yangu, kwamba watasikia au kwamba hawataki kusikia. Maneno hao wanaasi sana. Bwana Yesu asifiwe. Yengine anasemaje? Twende. Bali wewe mwanadamu, sikia neno hili ninalokuambia. Usiwe wewe mwenye kuasi kama nyumba ile yenye kuasi. Wanafanyanga mpaka wanaweza kukugeuza mpaka hata wewe uanze kuasi kama wao. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe wewe mwenye kuasi kama nyumba ile yenye kuasi. Funua kinywa chako ule nikupacho. Ezekieli pia alipewa hiyo kitu. Kenye kwa mdomo ni katamu na kwa tumbo kachungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninakwambia, kama uko hapa wewe ni mtumishi wa Mungu na vita bado haijaanza kukupata,
Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni ndana. Haleluya. Wewe ni ndana. Ndana ni mtu gani? Katoto kadonyole kamezali. Aha. Haya, inasema aje? Funua macho yako ule ni kupacho. Haya, twende hiyo ingine. Umepata Steve? Hiyo ingine nasema aje? Nami nilipotazama mkono ulinyoshwa kunielekea, na tazama gombo la juu lilikuwa ndani yake. Tuendelee. Akalikunjua mbele yangu, nalo lilikuwa limeandikwa ndani na nje. Ndani yake yalikuwa yameandikwa maombolezo na vilio na ole. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Aya, twende tena. Akaniambia, mwanadamu, kula uonacho. Alikula. Bwana Yesu asifiwe. Kula uonacho. Kula gombo hili, kisha enenda ukaseme na wana wa Israeli wakukwaze ukwazike. Wimbo inanipeanga nguvu saa ingine. Weka kwa mafuta ni wateule, vita vyao anawapigania. Umezingira na moto Jezebeli. Walioitanishwa kwa jina la Baba. Hapa ninapapenda sana. Alipanga vita kinyume na mtu wa Mungu Daudi, kwamba Daudi ni vyake Mungu mikononi mwa Daudi. Kisha akamwonyesha, akamwambia, tazama, ningetaka ningekuangamiza. Akatoa machozi, wataenda kusikililia kwingine. Bwana Yesu asifiwe. Utaenda kusikililia kwingine. Haleluya. Uko nyumbani. Amen. Saa ingine naikanga, unaona Elisha ananiambia, Bishop, songa mbele. Hapana, rudi hivi. Hiyo. Weka hiyo. Hapana, songa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Haya. Akaniambia, mwanadamu, kula uonacho. Kula gombo hili, kisha enenda ukaseme na wana wa Israeli. Wakati Mungu anatuma mtumishi wa Mungu, anajuanga ni wapi anamtuma. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anatumanga watumishi wa Mungu kwa wale watu vichwa ngumu. Ndio kwa watu vichwa ngumu, mwenye atanyenyekea atapata kitu kubwa sana kutoka kwa Mungu. Lakini mwenye ataendelea kukua na kiburi yake, wacha aendelee tu kuwa na kiburi na aendelee kusafa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Suffering inaongezwa, inakuwa times 7. Bwana Yesu asifiwe. Haya, inasema aje? Basi nikafunua kinywa changu, naye akanilisha lile gombo. Hiyo ingine inasema aje? Akaniambia, mwanadamu, lisha tumbo lako, ulijaza tumbo lako kwa hili gombe nikupalo,
ndipo nikalila, nalo kinywani mwangu lilikuwa tamu kama utamu wa asali. Bwana Yesu asifiwe. Huduma ni nzuri. Mungu atatumia watu, Bwana Yesu asifiwe, kukubariki, kufanya nini, lakini inakuja na gharama. Amen. Haya, songa. Akaniambia, mwanadamu, haya waendee wana wa Israeli ukawaambie maneno yangu. Twende tena, maana wewe hukutumwa kwa watu wa maneno mageni ama wa lugha ngumu, bali kwa nyumba ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa watu wa kabila nyingi wenye maneno mageni na lugha ngumu ambao huwezi kufahamu maneno yao. Bila shaka kama ningekutuma kwa watu hao wangekusikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu akumtuma kwa watu wenye ni wa lugha ya kigeni. Aliwatuma tu kwa wale watu wanaongea Kiluya, Kiswahili. Ilele. Enyewe mnaelewana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini bado alijua tu ni vitu wangu. Juu kama angewatuma kwa wageni wangeelewana, na ndio unaona inasema maana nyumba yote ya Israeli wana vipaji vigumu na mioyoni. Merudi tena. Bila shaka kama ningekutuma kwa watu hao wangekusikiliza. Yana heshima kwao. Wakati Mungu anatuma mtumishi kwa watu wengine, Bwana Yesu asifiwe, anasikizwa sana. Haleluya. Lakini kwa watu wake wanakuwa vichwa ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona Kiande naye akaimba, kweli nabii ana heshima, watumishi wako Baba tunateseka sana. Alikuwa amelishwa hiyo gombo la chuo Kiande. Bwana Yesu asifiwe. Huko moyoni ni hapo Baba, angalia watumishi wako Baba. Bwana Yesu asifiwe. Najua Kiande ananifurahishanga sana. Ndio hiyo. Ndio nasemanga Steve ukiwa kwa steering. Unakanyanga clutch vizuri, alafu unakanyanga brake. Unaweka mafuta. Weka mafuta, ongeza hivi. Nabii ana heshima kwao. Nabii ana heshima kwao. Kweli nabii ana heshima kwao. Kweli nabii ana heshima kwao. Nabii ana heshima kwao. Nabii ana heshima kwao. Kumbuka Yesu ulipokuwa duniani. Mema mengi Mwokozi uliyoyafanya. Wakoma wao Mwokozi uliwatakasa. Waliposhiba mikate walikuwa jangwani. Ni hapo nabii ana heshima kwao. Angalia watumishi wako Baba, angalia watumishi wako. Watumishi wako Baba tunateseka sana. Niyo gombo la chuo. Kwa tumbo ni kazi. Tumebeba mzigo mzito. Macho yetu yamejaa machozi mazito. Juu ya Injili wengine waokolewe. Ni hapo nabii ana heshima kwao. Angalia watumishi wako Baba, angalia watumishi wako. Anafutanga mali anasema shinari. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende kidogo. Mungu akusaidie sana. Itakuwa rahisi
kwa ngamia kumpita katika tundu la shindano. Watumishi wako. Unapata unaanza kuangalia kama nabii ako na shivongoyo ama ana shivongoyo. Bwana asifiwe. Nimeulizwa shivongoyo ni nini? Shivongoyo ni ile kinyasa wa mama wazee wanavaanga badala ya suruali. Amen. Kwa sababu wamefika ile age yenye sasa mkonjo huo inapita shululu. Wakifika tu mahali ni kuguza tu hivi kando, wanakojoa, wakimaliza inarudi. That is what we call shivongoyo. Watumishi wako mbaki na kuseka. Tuwashosha na vanga hiyo. Kwenye inaitwa aje? Shivongoyo. Nyumbani kwenye inaitwa aje walui watu nini? Afuongo. Very good. Yes, Lois. Kinyasa. Kinyasa ileti ladha kwa hiyo shivongoyo. Sitwea. Sitwea. Koki. Kwa kikamba. Aujui ya kikamba. Hasta ile nujui ya kikamba. Ai. Jennifer. Inaitwa aje? Si kinyasa. Lazima wako na ile jina yao ya ndani yenye inaleta ladha. Kama kwa Waluya inaitwa shivongoyo. Huyo shosho hata kama alikuwa analima kwa shamba, mkojo ikimshika, akojoe, akimaliza anarudisha na itabaki hata na tone la mkojo. Shivongoyo. Sasa wewe angalianga shivongoyo wakati neno inaendelea. Twende. Sindio? Imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndio vile iko. Watumishi wanapatiwa hiyo gombo la chuo. Bwana Yesu asifiwe. Wakule ambapo katika kinywa ina sukari kama asali, ikifika kwenye tumbo ni uchungu. Hao watumishi wanawahudumianga, na mtu akienda kwa nyumba anafunga mlango anaanza kulia. Yesu Kristo wakati ilifika, ni wakati wake wa kusulubiwa pale Getsemane, alilia kwa uchungu, gombo la chuo. Bwana Yesu asifiwe. Alilia kwa uchungu, Baba, kama ingewezekana uniondolee tu hii kikombe, kwa sababu alijua chenye naenda kukutana nacho si kitu rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Napendanga huyo kiande. Seremala uliniambia kuja kesho. Lugha ya maseremala wote. Kitanda uliniondi sijui aje. Nikilala kinalia Istulu nayo imeangusha mama moko shida. Nafaa muende msikize kutoto hiyo. Sivyo hujaipata? Weka. Achilia hiyo kitu. Achilia hiyo kitu kwa anga. Wacha ipepe. Wacha Yesu aseremale, si ndio? DJ achilia. Shida ni bando. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Seremala uliniambia kuja kesho. Kesho lugha ya maseremala. Kitanda
Mala nikilala nilia kocho shida zuri stuli nayo imeangusha mama mkwe shida. Mini Yesu akuokoe atakuranda roho. Bwana Yesu asifiwe. Atakuranda roho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ndio kitu yenye iko gumbo la chuo. Hao watu wanawahudumianga wanapatana na tumambo, wanalia, kuna mahali wanalilianga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kona fulani. Kwa hivyo inasema bila shaka kama ningekutuma kwa watu hao wangekusikiza hakika. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile tu niko tu hapa hivi. Haleluya. Vile tu niko hapa. Si tunaombeanga hiyo maji. Mungu, unajua hii agano iko na uponyaji. Kuna nabii ameona aloe vera kwa madhabahu. Hii church iko na uponyaji. Kwanza instant healing. Bwana Yesu asifiwe. Nikitoka hapa niende mahali kuombea watu, tutakuwa tunawaguza hivi wanapona. Kwa nini? Tujazoeana. Bwana Yesu asifiwe. Watapona haraka sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu hapa kuna hiyo kuzoeana, ushaona sura yangu mpaka ushajua ni wapi shimo inakuanga. Bwana Yesu asifiwe. Ushajua kuna mahali iko na kadimbo, kuna mahali iko na nini inaitwa nini? Spot fulani. Umeizoea, ukaizoea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio unaona ugonjwa wako lazima tuigonge. Riswa, fire, tuweke nini? Lakini nikitoka hapa niende mahali, nitakuwa nawaguza tu hivyo. Wamepona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivyo ndio iko, wacheni niwaambie. Haleluya. Haya, inasema aje tukisonga? Bali nyumba ya Israeli hawatakusikiliza wewe, kwa kuwa hawanisikilizi mimi. Maana nyumba yote ya Israeli wana vipaji vigumu na mioyo yenye ugaidi. Mpaka Mungu anajua magaidi wako area. Aya, twende juu tena. Tazama, nimeufanya uso wako kuwa mgumu juu ya nyuso zao, na kipaji cha uso chako kuwa kigumu juu ya vipaji vya nyuso vyao. Atwende. Kama almasi iliyo ngumu kuliko gumegume, ndivyo nilivyokifanya kipaji chako. Usiwaogope wala usifadhaike kwa sababu ya nyuso zao, wajapokuwa ni nyumba ya kuasi. Aya, twende tena. Tena akaniambia, mwanadamu, maneno yangu yote nitakayo kuambia yapokee moyoni mwako na kuyasikiza kwa masikio yako. Hiyo ni Mungu akiwa bado anaongelesha Ezekieli. Haya, enenda uwafikirie watu hao waliohamishwa, kwa maana kwa wana wa watu wako, ukaseme nao na kuambia, Bwana Mungu asema hivi, kwamba watasikia au kwamba hawataki kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo roho ikaniinua, nami nikasikia nyuma yangu sauti kama mshindo wa radi kuu ikisema, na uhimidiwe utukufu wa Bwana tokea mahali pake. Twende. Nikasikia mshindo wa mabawa ya vile viumbe hai walipogusana, na mshindo wa yale magurudumu kando yao, mshindo wa radi kuu. Niliwaambia wakati wote unaonyesha maono na gurudumu, ujue Mungu ako area. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni nani? Ezekieli alitokewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mara mingi Mungu hutembea na wale viumbe walio hai. Bwana Yesu asifiwe. Nikasikia mshindo wa mabawa ya vile viumbe hai walipogusana, na mshindo wa yale magurudumu kando yao, mshindo wa radi kuu. Tena Mungu hutembea na hiyo radi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyu Ezekieli akona agano kubwa. Yeye alitembelewa na Mungu kupewa hiyo gumbo la chuo. Lakini Yohana
Nabii Yohana alitembelewa na malaika mkubwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Aya, twende. Basi roho ikaniinua, ikanichukua mahali pengine, nami nikaenda kwa uchungu na hasira kali rohoni mwangu, na mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu kwa nguvu. Ndipo nikawafikia watu waliohamishwa huko Tel Abibu, waliokuwa wakikaa karibu na mto Kebari. Nikafika huko walikokuwa wakikaa, nikaketi huko miongoni mwao muda wa siku 7 katika hali ya ushangao mwingi. Hiyo ujumbe bado ilikuwa inamshangaza. Amen. Twende. Hata ikawa mwisho wa siku 7, neno la Bwana likanijia kusema, twende. Mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi sikia neno hili litokalo katika kinywa changu, ukawape maonyo haya yatokayo kwangu. Twende. Nimwambiapo mtu mbaya, hakika utakufa, wewe usimpe maonyo wala usemi na huyo mtu mbaya, ili kumuonya, kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake. Mtu yule mbaya atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akitutuma tukose kukuambia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona nafuatilianga hawa manabii wa maono sana na manabii wa jicho. Siwezi wacha kama bado hawajasema ujumbe yenye Mungu amepeana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu najua Mungu amewatuma. Wasiposema, ile kitu ikipata huyo mtu, hiyo shida, wanabebeshwa hiyo mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wanabebeshwa hiyo mzigo. Kwa hivyo Mungu akikutumikia, fikisha venye Mungu ametumika. Usianze kuleta maono. Kuna watu wako hivi, nao watu sijui ni kitu gani inawaingianga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umejua mtu fulani yako hivi, saa ile jicho zinaitishwa, unaanza kusema jicho za maisha yake na utaziona. Bwana Yesu asifiwe. Wewe concentrate, focus, jiweke kwa roho ya Mungu. Roho ya Mungu alete jicho yenye ni jicho. Upeane jicho yenye ni jicho. Usipeane jicho ya mtu jinsi alivyo. Ati yeye bisha wewe na jicho. Nimeona Pastor Luke akigombana. Juu unajua Pastor Luke tu anafanyanga nini? Unaleta jicho si jicho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukifanya hivyo, ukileta unabii wangu hapa, God will deal with you. Bwana Yesu asifiwe. Wanasemanga perpendicularly. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Wewe leta tu jicho si jicho. Bishop. Mbona Pastor Caleb kama amelala? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unajua tu Pastor Caleb anakuanga na kazi ngumu, usingizi inakuanga imemlemea. Haleluya. Sasa unaitengeneza inakuwa ni jicho yako noma sana. Watu wenye wamemsurround wakiona akilala wanasema yenyewe ule nabii aliona hiyo jicho. Bwana Yesu asifiwe. Leta jicho ni jicho, si jicho si jicho. Leta maono ni maono, si maono si maono. Bwana Yesu asifiwe. Itafika vizuri sana na itasaidia watu. Ndio unaona Mungu akiwa anasema, akiambia mtu mbaya hakika utakufa, wewe usimpe maonyo wala usemi na huyo mtu mbaya, ili kumuonya, kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake. Mtu yule mbaya atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Songa juu.
Kuna hiyo wimbo, nimepitia mengi sana, yamekuwa mazito. Hiyo inakuja. Lakini ukimwona mtu mbaya, wala yeye hauachi ubaya wake, wala njia yake mbaya, atakufa katika uovu wake, bali wewe umejiokoa roho yako. Wakati unafikisha ujumbe venye Mungu amekutuma, unakuwa uko sawa. Bwana asifiwe. Lakini kama haujafikisha ujumbe venye Mungu amekutuma, inakuwa kuna deni uko nayo mbinguni, na utafanya nini? Utailipia. Bwana asifiwe. Nataka tuweze kufikia hapo. Mungu awasaidie wale watumishi wa Mungu watarajiwa wa kesho, watumishi wa Mungu wenye mko leo. Kuna kitu mmejifunza kuhusu utumishi? Kama uko hapa wewe ni mtumishi, bado hujaanza kuona vita, hujaanza kuona majaribu, ujue bado uko indana. Bwana asifiwe. Tusimame.